Ni matumaini yangu ya kwamba mpenzi mtazamaji wa DK27 ya kwamba uko mzima buheri wa afya. Leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Januari mwaka 2026. Karibu tena katika kipindi chako kinachokienzi cha DK27 siasani. Mimi ni wako Mheshimiwa Douglas Kaliwi, mgombea wa kiti cha MCA Magarini Ward. Leo tuko hapa tujadiliane kuhusu maendeleo na chama. Chama na wanachama, ni nani hasa nafaa kuleta maendeleo katika eneo bunge lako ama eneo wadi yako? Siasa imekuwa ikipigwa kivyama, kwamba wakati tunaenda bunge na chama kimoja ndio kuna uwezekano mkubwa wa kupata maendeleo katika maeneo bunge yetu. Ndio leo nataka tulizane, je, kuna ukweli hapa au la? Mtazamo wangu ni kwamba maendeleo inategemea na mheshimiwa wako uliyomchagua kupitia kwa chama chochote kile ulichompigia kura nacho na kufika bungeni, ila bunge la kitaifa au bunge la kaunti. Kwa sababu chama ni kama basi, naabiri basi kuelekea mahali fulani kwa malengo fulani ya kwamba ukifika kule uende uyatimilize. So sioni kama kuna uwezekano kwamba mwenye basi abadilishe malengo yako ya yale nilikuwa unamipanga kwenda kufanya. Watu wangu wa Magarini, najua mnasema mheshimiwa unasema nini? Nasema hivi ya kwamba wakati mheshimiwa wako anakuja ule wakati wa kampeni, huwa anakuja na manifesto yake ambayo ndio malengo yake, kiwaahidi kwamba ataboresha elimu, kiwaahidi ya kwamba ataboresha sekta ya afya, barabara na hata miundo misingi, kuinua maisha ya raia wake ama wapiga kura wake. Iweje baada mimi nimefika bungeni kutumia labda chama LP, ODM, UDA, LDP, ANC nibadilishe malengo na yale yote niliyoahidi wapiga kura wangu niyaache? Je, pale shida itakuwa ni mimi ama ni chama? Kwa sababu kila mwaka, kila eneo bunge, kila wadi huwa ina pesa yake ya maendeleo. Whether nikiwe pale bungeni nikiwa nimenyamaza kutoka Januari hadi Januari, but iko ile haki ya waraia ambayo ile ni mgao wao wa kila budget lazima wapate, ikiwemo pesa ya maendeleo. Iweje basi maendeleo haifiki? Hivyo basi tunahitaji kuchagua watu licha ya kutumia vyama tofauti za kisiasa takazotupeleka pale bungeni. Wawe ni watu ambao wako na malengo, ni watu wako na nia ya kubadilisha uchumi wa eneo bunge lile huyu mheshimiwa amepigania.
tukipata mtu mwenye utu, mwenye nia njema, ana vision ya kwamba nataka na bunge langu kwa hii miaka 5 liweze kufikia hali fulani ya kiuchumi, nataka ifikie elimu ifikie kiwango fulani, hapo tutakuwa tunasonga mbele, hapo tutakuwa tunaona mbele na kutakuwa na mabadiliko miaka ya usoni. Mimi nikiwa Kwale, mwingine akiwa Kilifi, Tana River, Mombasa, Taita Taveta, sisi sote ni wa pwani, na nina imani kwamba kila mwanasiasa anapiga siasa ya kuahidi watu wake maendeleo, akiahidi vijana ajira, akiahidi afya bora na kadhalika. Iweje hatuwezi kuja pamoja na kufikiria jinsi tutakavyoleta haya maendeleo kwa wananchi wetu? Kama ndugu zetu wa Western huacha tofauti za chama na wakakuja pamoja na kujaribu kukimbishana na malengo yao, viongozi ya Western kushikana wakaenda mpaka State House kulobi national government maendeleo ama viwanda vyao vya sukari vifufuliwe. Iwaje pwani haijawahi ama viongozi wetu hawajawahi kuungana kiasi hicho, nao wakaenda pale Ikulu na kumlilia rais kwamba tunataka kiwanda chetu ya mananasi iweze kujengwa pale kwa sababu wakulima mananasi wako pale. Tunataka korosho, kiwanda cha korosho kifufuliwe kwa sababu tuko na wakulima wa korosho. Tunataka kiwanda ambacho kitakuwa pale kufanya value addition ya mambo na mnazi. Kwa nini? Ni jambo la kusikitisha sana. Viongozi wa pwani sioni, na kulingana na maoni yangu, ya kwamba mko na nia ya kukuza uchumi wa pwani. Chama hakina matatizo. Matatizo ni nyinyi waheshimiwa mliochaguliwa, ubinafsi mweka mbele. Na nawasihi tukaweze kuacha ubinafsi na tukaangalie jinsi miaka inayokuja tuweze kuinua uchumi wa watu wetu wa pwani, tukaweze kuleta ajira kwa vijana wetu wa pwani, kuwe kama maeneo bunge mengine. Tukaweze kuboresha elimu, tukaweke kiwango kingine cha juu, kama venye watoto wetu wakipita wanafurahia, mtu akisikia kwamba anaenda Alliance Girls, anaenda shule mzuri kule kwa majirani wetu ama kwa ndugu zetu kwa Mount Kenya ama kule West. Tuketi tutafakari vipi tutainua viwango vya elimu.